Hii ni historia ya maisha yake naibu rais Geoffrey Rigathi Gachagua. Katika ujana wake alipokuwa mwanafunzi wa chuo kikuu cha Nairobi, maisha ya Rigathi Gachagua yalibadilika ghafla siku ambayo alikutana na Rais Daniel Moi na kupewa kazi ya siri ambayo iliishia kumfanya jasusi wa serikali. Hizi hapa siri zote za Gachagua, kutoka siku zake kama mwigizaji wa drama na jasusi wa serikali hadi kuponea kifo cha ulevi uliowaua kaka zake wote. Je, uhusiano wake na Rais Daniel Moi ulikuwa wa mtu na baba yake, ama hizi zilikuwa tu fununu za uongo? Ni kweli mkewe Pastor Dorcas Wanjiku alitaka kujitoa uhai mbele ya Rais Moi siku ambayo alikutana na Rigathi. Rigathi Gachagua alizaliwa tarehe 28 mwezi Februari 1965 katika kijiji cha Ruguru huko Mathira, kaunti ya Nyeri. Kata aliyozaliwa Rigathi Gachagua ilijulikana kama Hiriga. Babake alikuwa msaidizi wa siri wa Mau Mau aliyeitwa Nahashon Gachagua Reriani, na mama yake alikuwa Martha Kirigo ambaye pia alihusika na vita vya msituni kabla ya uhuru. Wakati Rigathi Gachagua alizaliwa, familia yake iliishi katika moja ya vijiji spesheli ambavyo wakoloni walilazimisha Wakikuyu kuhamia kama njia ya kupigana na waasi wa Mau Mau. Wakati huo mzee Nahashon Reriani alikuwa na watoto 7 na alikuwa fundi mwenye tajriba ama technician aliyesaidia kutengeneza bunduki na silaha zingine kwa niaba ya wana Mau Mau. Kuepuka kukamatwa na majeshi ya mkoloni, mzee Reriani aliingia msituni huku mkewe Martha akifanya siri kuwapelekea Mau Mau chakula msituni. Katika kipindi hicho cha kabla ya Kenya kupata uhuru wa 1963, serikali ya mkoloni iliwalazimisha Wakikuyu, Waembu na Wameru kuishi katika vijiji maalum vilivyoitwa reserves, ambapo mitaro mikubwa ingechimbwa kuzunguka vijiji hivyo ili asiondoke mtu ama kuingia bila ruhusa ya mkoloni. Ilikuwepo daraja moja pekee iliyovuka mtaro na kuingia kijijini, na askari wa mzungu wakawa wanailinda daraja hiyo usiku na mchana. Ni katika mtaro sawa na huu huko Tetu ambapo kiongozi wa Mau Mau Dedan Kimathi alikamatwa Oktoba 1956. Katika miaka ya kwanza ya Kenya huru, Rigathi Gachagua na ndugu zake walilelewa katika hali ya kimaskini na mara nyingi wakalala bila chakula katika nyumba yao ya nyasi kijijini cha Ruguru. Wakati Gachagua akizaliwa siku ya mwisho ya mwezi Februari 1965, ndugu zake 7 walikuwa tayari wamezaliwa na majina yao ni kama ifuatavyo. Kakake mmoja ni marehemu Nderito Gachagua aliyeaga dunia hospitalini huko jijini London katika hospitali ya Madsen Hospital alikokuwa anatibiwa saratani ya kongosho ya tumbo ama pancreas cancer. Wakati wa kifo chake tarehe 24 Februari 2017, Nderito alikuwa gavana wa kaunti ya Nyeri. Kaka mwingine wa Rigathi Gachagua ni mwenda zake Fred Wachira ambaye alikuwa daktari huko Afrika Kusini hadi pale alipoaga dunia mwaka wa 2012. Rigathi Gachagua aliwaambia wanahabari kuwa Daktari Fred Wachira aliaga dunia kufuatia uraibu wa pombe na ikambidi Rigathi kuendea mwili wake huko Jamhuri ya Afrika Kusini. James Reriani Gachagua alikuwa kakake kifungua mimba na naibu rais Rigathi Gachagua ambaye aliaga dunia tarehe 8 mwezi Mei 2022 akiwa na umri wa miaka 78. Wakati kakake mdogo marehemu Nderito Gachagua aliamua kuwania ugavana wa Nyeri 2013, James Reriani aliamua kuwania ubunge aliyoshikilia Nderito wa eneo bunge la Mathira, lakini akashindwa debeni na mshindani wake Peter Wero. Jackson Reriani ndiye kaka wa mwisho wa Rigathi Gachagua kuaga dunia jioni ya tarehe 24 Septemba 2023. Sawa na James Reriani, Jackson Gachagua alikuwa mhandisi ya mainjinia ambaye naibu rais alisema alipoteza maisha yake kutokana na ulevi wa kupindukia. Kulingana na Rigathi Gachagua, Jackson ndiye ndugu yake ambaye alimsomesha na wawili hao walikuwa na uhusiano wa karibu zaidi. Wakati akitangaza vita dhidi ya vileo vya kienyeji vijijini Mlima Kenya mwaka wa 2024, Rigathi Gachagua alifichua kuwa ndugu zake 4 Wachira, Nderito, James na Jackson wote waliaga dunia kutokana na sababu za ulevi wa kupindukia, na kuwa yeye alisalia bila ndugu yoyote wa kiume, na kuwa yeye mwenyewe alikuwa ameacha ulevi wa kupindukia miaka mingi awali kwa ushauri wa mkewe Dorcas Wanjiku. Hata hivyo, kando na marehemu kaka zake, naibu rais Rigathi Gachagua alizaliwa pamoja na dada wengi na majina yao ni kama ifuatavyo: Lilian Wangu, Linda Muthoni, Eunice Nyangari na Jennifer Gasheke. Johnson Kibara, James Reriani, Peterson Wachira, Lea Wangari na Josephine Wangari wote ni ndugu zake wa kambo naibu rais Rigathi Gachagua waliozaliwa na mkewe wa pili, babake mzee Nahashon Reriani.
Ilipofika Januari 1971, Geoffrey Rigathi Gachagua akajiunga na shule ya msingi ya Kabiroini iliyokuwa kilomita 5 kutoka kijijini kwao Ruguru, kata ya Iriga. Wanafunzi wenzake aliosoma nao Kabiroini Primary wakati huo wanamkumbuka Rigathi kama kijana shupavu darasani aliyeibuka nambari 1 haswa katika somo la lugha ya Kiingereza na hisabati. Wengine kama mjenzi Joseph Ong'ombe kutoka Mathira waliwaambia wanahabari kuwa Rigathi Gachagua alipenda kuwapa watoto wenzake peremende na kusaidia masomo walioachwa nyuma darasani. Geoffrey Rigathi Gachagua alihitimu mtihani wake wa CPE kutoka shule ya Kabiroini mwaka wa 1977 na mwaka wa 1978 uliofuata akaingia shule ya upili ya Kianyaga High School iliyoko eneo bunge la Gishugu kuanzia masomo yake ya sekondari, wakati huo ikijulikana kama O Levels Certificate. Baadaye alipozuru shule hiyo ya Kianyaga kama naibu rais mwaka wa 2023, Gachagua alikumbuka jinsi alivyokuwa mwanafunzi mtukutu aliyeadhibiwa mara kwa mara. Mwalimu wake mkuu enzi hizo aliyeitwa Julius Kanondumbi alimcharaza viboko zaidi ya mara 400 kulingana na ushahidi wa Gachagua mwenyewe. Zaidi, kiongozi huyo alisimulia jinsi alikuwa ameliwa na funza na chawa miguuni alipoingia shule hiyo ya Kianyaga iliyopo kaunti ya Kirinyaga. Siku hizo kuta za mabweni ya wanafunzi wa shule ya Kianyaga zilijengwa kwa matope na wapishi waliweka mafuta taa katika githeri walichokila wanafunzi kama njia ya kuwapunguzia hamu za ujana. Baada ya kuchaguliwa kama naibu rais wa Rais William Ruto, Rigathi Gachagua alipeleka wanawe wawili wa kiume kuona kitanda chake alicholalia enzi hizo katika bweni la Ndagana shuleni Kianyaga. Gachagua aliporudi Kianyaga mwaka wa 2023, aliahidi kuinunulia shule hiyo basi jipya aina ya Scania na akawazawadi wanafunzi, walimu na wafanyikazi kitita cha shilingi 800,000 wafanye sherehe za kujipongeza. Rigathi Gachagua alikamilisha masomo yake ya O Levels huko shuleni Kianyaga mwaka wa 1981 na akakalia mtihani wa kitaifa ulioitwa Certificate of Education KCE, ambao alipita na kuhitimu kuingia awamu nyingine ya elimu yake. Mwaka uliofuata wa 1982, Rigathi Gachagua akarudi shuleni Kianyaga na akaanza masomo yake ya A Levels, yani Form 5 na Form 6. Alihitimu cheti chake cha Kenya Advanced Certificate of Education mwaka wa 1983 na akawa amepita kwa alama za juu katika vitengo vitatu na alama za wastani katika somo moja, yani 3 principles and 1 subsidiary division. Moja ya masomo aliyopita vizuri katika mtihani wake wa A Levels ni somo la fasihi ya Kiingereza, yani English Literature. Gachagua na wenzake walikuwa baina ya makundi ya mwisho ya wanafunzi waliohitimu chini ya mfumo wa elimu wa zamani wa 7423 ulioondolewa mwaka wa 1985 na ukawekwa ule wa 844. Wakati huo wanafunzi waliohitimu kuingia vyuo vikuu baada ya kidato cha 6 walilazimika kusubiri miaka 2 kabla ya kuanza masomo yao ya juu. Rigathi Gachagua alimaliza mtihani wake Kianyaga mwisho wa 1983 na kurudi nyumbani kwa muda mfupi. Katika kipindi hiki akisubiri kuingia chuo kikuu, alipata nafasi kufundisha Kiingereza nafasi yake katika shule ya sekondari ya Kwanthanze huko kaunti ya Machakos kama mwalimu asiyekuwa na tajriba, yani untrained teacher. Kutokana na umahiri wake kama mchezaji wa mpira wa volleyball aliposoma shuleni Kianyaga, Gachagua alianzisha timu ya mchezo huo huko alikofundisha Machakos, na timu yake hiyo ikaishia kuwa bora hata baada yake kuondoka Kwanthanze. Basi haikuwa ajabu wakati kijana huyo wa mzee Rigathi Gachagua alipata mwito kusomea shahada ya sayansi ya siasa na fasihi ya Kiingereza katika chuo kikuu cha Nairobi. Shahada ya Political Science and Literature kama ilivyojulikana wakati huo iliishia kubadilishwa jina baadaye na serikali ya Daniel Moi ikaiita masomo ya serikali, yani Government Studies. Geoffrey Gachagua alipokuwa mwanafunzi wa chuo kikuu cha Nairobi alijihusisha na uongozi wa makundi tofauti ya wanafunzi. Kwanza aliingia kwa chama cha wanafunzi wa literature na akaishia kuwa kiongozi wa chama hicho. Zaidi alikuwa mwigizaji bora aliyecheza katika kundi la sarakasi la Free Travelling Theatre ambalo liliigiza michezo ya vitabu vya shuleni. Baada ya kuzoea mazingira ya chuo kikuu cha Nairobi, Gachagua aliingilia siasa za chuoni na akajiunga na muungano wa siasa za wanafunzi wa wilaya ya Nyeri. Muungano huo ulioitwa Nyeri District University Students Association NDUSA pia uliishia kumchagua Geoffrey Gachagua kuwa kiongozi ama mwenyekiti wake.
Ni wakati huo wa 1980s ambapo rais wa tano William Ruto pia alikuwa anasomea sayansi za wanyama na mimea, yani zoology and botany, hapo chuoni kikuu cha Nairobi. Ruto alikuwa mwenyekiti wa wanafunzi wa Kristo almaarufu kama Christian Union, na zaidi sawa na Gachagua, Ruto aliongoza muungano wa wanafunzi wa wilaya yake ulioitwa Uasin Gishu University Students Association. Hizi zilikuwa enzi ambazo wanafunzi wa vyuo vikuu walihusika zaidi katika siasa za kitaifa, na kulikuwa na mgawanyiko wa mawazo kati ya wale waliopinga uongozi wa serikali ya KANU na wale baina ya wanafunzi waliounga mkono. Basi ikawa serikali ya Moi inatumia maafisa wa upelelezi kutafuta viongozi baina ya wanafunzi ambao wangesaidia kuleta ushawishi wa KANU na Moi kati ya wanafunzi wenzao katika vyuo vikuu. Baada ya maandamano yaliyoongozwa na Miguna na Wafula Buke mwaka wa 1987, Rais Daniel Moi alikuwa amepiga marufuku muungano wa wanafunzi wa Student Organization of Nairobi University almaarufu SONU, na alitaka kutafuta kizazi cha viongozi wa vyuo vikuu ambao walikuwa watu wa KANU. Basi kwa lengo hili, naibu chansela Profesa Philip Mbithi ambaye alikuwa mmoja wa wasomi waliojihusisha na KANU akapewa jukumu kutafuta vijana viongozi na chipukizi kutoka kwa chuo chake. Geoffrey Rigathi Gachagua alikuwa mmoja wa wanafunzi waliokuwa wameonekana na Profesa Mbithi, hasa kutokana na uongozi wake wa wanafunzi wa Kikuyu kutoka Nyeri. Katika kipindi hiki ambacho Rigathi Gachagua alikuwa anajijenga kielimu huku akikuza uwezo wake kama kiongozi wa kisiasa, naye Profesa Mbithi alikuwa anazidi kuaminika na Rais Daniel Moi. Kufikia mwezi Juni 1987, Profesa Philip Mbithi alimuita Rigathi Gachagua na viongozi wengine wa wanafunzi chuoni na akawaambia kuwa wangekuwa namtembelea Rais Daniel Arap Moi. Katika enzi hizo, kila wilaya ilipata nafasi kupeleka wanafunzi wake kumzuru Moi, na wakati huu ilikuwa awamu ya wanafunzi kutoka Nyeri. Katika mkutano huo, Gachagua alihitajika kuchagua wanafunzi ambao wangewakilisha wenzao katika mkutano wao na Rais Moi. Basi akaenda chuo cha Kenyatta University kusajili wawakilishi wa chuo hicho kutoka Nyeri, na hapo ndipo alikutana na mkewe wa sasa, Dorcas Wanjiku. Dorcas Wanjiku alikuwa mwanafunzi katika chuo hicho cha Kenyatta University, na Rigathi Gachagua Geoffrey alipomuona dada huyo akawa amemvutia mara moja. Kulingana na ushahidi wake Pastor Dorcas mwenyewe aliyoutoa baadaye, siku ambayo walikutana ilikuwa tarehe 17 mwezi Juni, na Rigathi Gachagua alimpendeza Dorcas kwa suti yake ya rangi ya kahawia na tai aliyoivaa. Hata hivyo, licha ya macho ya Gachagua kuvutiwa na dada huyo na hata kumsajili kama mmoja wa wasomi wa chuo cha Kenyatta ambao wangeenda kuona Rais Moi, nia yake ya kumuoa haingetimia kwa urahisi namna hiyo. Dorcas Wanjiku anasimulia jinsi wakati akikutana na mumewe Ricky G alikuwa anasukumwa na msongo wa mawazo na matatizo mengi yaliyomfanya kupoteza tumaini la maisha, kwani alikuwa ametokea kwa familia ya kimaskini na babake alikuwa amekamatwa na kupoteza utajiri wake. Hatimaye mwezi Julai 1987, siku ambayo wanafunzi hao waliochaguliwa na Gachagua kwa niaba ya Profesa Mbithi walifaa kuenda kuona Rais Moi ikawadia. Siku hiyo Dorcas Wanjiku alipofika alimkimbilia Rais Daniel Moi alipokuwa amekaa, akijua kwamba walinzi wa Moi wangemchukulia kama tisho kwa rais na kumpiga risasi papo hapo. Hilo halikufanyika, na badala yake Rais Moi mwenyewe alipomuona mmoja wa wanafunzi anamkimbilia, mzee aliamka na kumpokea hata kabla walinzi hawajakutuka kumshika Dorcas. Daniel Moi alimkumbatia msichana huyo na wakazungumza, huku Rais Moi akimpa ushauri wa maisha moja kwa moja. Zaidi, Daniel Moi alimwambia Dorcas aje na mama yake na ndugu zake wamtembelee rais siku ambayo ingefuata katika makao yake hayo ya Kabarnet Gardens. Dorcas Wanjiku alipofika kwa Moi siku ya pili, alishangaa kumuona Rigathi Gachagua na mamake pia walikuwepo, na basi dada huyo akakutana na mama mkwe wake kwa mara ya kwanza. Papo hapo alijua Gachagua alikuwa amehusika kuwezesha mkutano wake na Rais Daniel Moi. Maisha ya Rigathi Gachagua yalibadilika sana baada ya ziara hiyo yake kwa Rais Moi mwaka wa 1987. Baada ya ziara hii, Rigathi Gachagua alianza kutia bidii kumfanya Dorcas mpenzi wake. Angeabiri basi kutoka mjini Nairobi kilipo chuo kikuu cha Nairobi University na kuelekea Kenyatta University kumtafuta msichana huyo katika enzi ambazo hapakuwepo na simu za mkononi. Juhudi zake hazikuzaa matunda kwa muda wa miezi 6, na mara nyingi Dorcas angehama bweni lake la Ruwenzori kila aliposikia Geoffrey Rigathi Gachagua anamtafuta.
Hatimaye vizawadi na barua za ushairi alizomwandikia dada huyo zikamzidia Dorcas na akakubali kuwa mchumba wa Geoffrey Gachagua. Wawili hao wangeishia kuoana baadaye mwaka wa 1991. Siku za Rigathi Gachagua kama kiongozi wa wanafunzi zinakumbukwa na wale waliosoma naye katika University of Nairobi, haswa wale walikuwa wapinzani wa serikali aliyoitetea. Mwandishi na aliyekuwa msimamizi wa mawasiliano katika chama cha ODM, Wafula Buke, anamkumbuka Rigathi Gachagua kama mwanafunzi pekee aliyekuwa na uwezo wa kukutana na Rais Daniel Moi ana kwa ana zaidi ya mara moja. Kulingana na Wafula Buke, Gachagua alikuwa na ushawishi mkubwa kiasi kwamba alipokaribia wanafunzi wenzake wangeshusha sauti zao kwa heshima na uoga. Isitoshe, Geoffrey Rigathi alijulikana kuwa na pesa kila wakati licha ya kuwa mwanafunzi kutoka kwa familia ya kimaskini. Wafula Buke alikuwa mmoja wa wanafunzi waliofanya maandamano ya kupinga baadhi ya sera za Rais Daniel Moi, na Rigathi Gachagua na William Ruto walikuwa baadhi ya viongozi wa wanafunzi waliotumika kuwachunguza na kuwaripoti watu kama Wafula Buke. Kulingana na ushahidi wa baadaye wa Bwana Buke mwenyewe, Gachagua aliongoza kikosi cha maafisa wa polisi wa siri walioingia chuoni UN kwa kusingizia kuwa wanafunzi, ila walikuwa majasusi wa serikali. Wakati mmoja Wafula Buke anasema alikuwa amekaa katika baa maarufu jijini lililoitwa Simas, na alipoamka kuondoka akadondosha kibeti chake aina ya wallet kutoka mfukoni. Aliporudi kukitafuta kibeti hicho, alimpata mwanafunzi mwenzake Rigathi Gachagua ameshikilia kibeti chake. Badala ya kumpa kibeti hicho Buke, kibeti ambacho alikuwa ametumiwa na rafiki yake kutoka barani Europa, Gachagua alimwambia hivi, nitanukuu: "Your wallet fell from your pocket. It is here. Since the wallet has no money and you also have no money, leave it with me." Kibeti chako hiki hapa kilidondoka kutoka mfukoni kwako. Kwa sababu kibeti chenyewe hakina pesa na wewe pia hauna pesa, niachie kibeti hiki. Mwisho wa nukuu. Geoffrey Rigathi Gachagua alipohitimu na shahada yake kutoka chuo kikuu cha Nairobi mwaka wa 1988, alipewa kazi ya serikali kama katibu msaidizi, assistant secretary katika wizara ya Home Affairs. Alianza kazi hiyo mwezi Mei 1989 na alipewa nafasi na mwalimu wake wa chuo kikuu aliyeitwa Davidson Kuguru. Davidson Kuguru alikuwa mhadhiri aliyeteuliwa kama waziri wa Home Affairs and National Heritage mwaka huo huo. Wakati Rigathi Gachagua akiwa mwenyekiti wa Nyeri District University Students Association NDUSA, Davidson Kuguru alikuwa mkufunzi aliyesimamia muungano huo katika chuo cha UON almaarufu kama Association Patron. Sawa na naibu chancellor Philip Mbithi, Davidson Kuguru alikuwa mmoja wa Wakikuyu ndani ya UON ambaye alihusika kukuza kipaji cha uongozi chake Rigathi Gachagua. Gachagua hakufanya kazi kwa muda mrefu katika wizara hii ya Home Affairs kabla ya kuteuliwa kama afisa maalum wa wilaya ama Special District Officer Cadet. Kumwezesha kuingia katika awamu hii mpya ya maisha yake, Gachagua alihudhuria kozi ya mwaka mzima katika taasisi ya Administration Police Institute kuanzia 1990, ambapo alipewa mafunzo ya upelelezi na sheria za Kenya pamoja na mafunzo ya polisi. Alipohitimu kutoka taasisi hii, alikuwa tayari kuingilia majukumu yake kama Special District Officer Cadet. Uteuzi wake kama Special DO ulimpa nafasi kufanya vibarua vya kisiasa kwa niaba ya wakuu zake, ikiwemo Davidson Kuguru ambaye aliingia baraza la mawaziri kufuatia naibu rais Josephat Karanja kujiuzulu. Katika uchaguzi mkuu wa mwezi Septemba 1988, Davidson Kuguru aliamua kushindana na Moi Kibaki debeni baada ya Kibaki kuondolewa kama naibu rais wa Moi. Katika uchaguzi huu wa 1988, vijana wa Special DOs walitumika kuhakikisha ushindi kwa chama tawala cha KANU. Special DO alikuwa afisa maalum wa serikali ambaye alifanya kazi ya ujasusi na kukusanya taarifa za siri za wapinzani ambazo zingefikia wakuu wa serikali wa KANU na kusaidia kutawanya mipango ya wapinzani. Shughuli za maafisa hawa maalum zilikuwa sawa na zile za kundi la Youth for KANU ama YK92 ambalo wanachama wake waliongozwa na William Ruto na Cyrus Jirongo. Kabla ya kuchukuliwa na Profesa Philip Mbithi alipoteuliwa mkuu wa Civil Service baadaye, kitengo cha Special DOs kiliongozwa na Hezekia Oyugi. Kabla ya kifo chake, Bwana Hezekia Oyugi alikuwa katibu wa kudumu Permanent Secretary katika Wizara ya Usalama wa Ndani almaarufu kama Internal Security Ministry. Hezekia Oyugi aliogofya kwa kiasi kwamba baadhi ya maofisa wadogo zake walipoongea naye kwa simu walisemekana kusimama tisti na kumpigia saluti kutoka popote walipokuwa.
Baada ya shughuli za Special DO katika jumba la Harambee House, Gachagua alitumwa kuwa district officer wa eneo la Kiambaa, kaunti ya Kiambu. Na kama DO wa Kiambaa, Rigathi Gachagua alifanya urafiki na Kuria Kanyegi ambaye alikuwa mwenyekiti wa chama cha KANU katika eneo la Kiambu wakati huo, ikiwa bado wilaya ya Kiambu. Walimtaja kama kiongozi aliyekuwa na sifa ya kujisifu na kunyanyasa wapinzani wake na wale wa serikali ya Nyayo. Licha ya kuwa mtumishi wa umma, Geoffrey Gachagua akawa anahusika na shughuli za kisiasa za KANU wilayani, ikiwemo kuwapiga vita wapinzani wa serikali mashinani. Baada ya kuhudumu kama DO wa Kiambaa kwa muda, Gachagua akahamishwa kuwa DO wa kata ya Limuru. Si hayo tu, DO Gachagua angeonekana nyumbani kwake Bwana Kuria Kanyegi huko Tigoni, akimsaidia kwa mambo madogo madogo yasiyohusu kazi yake kama afisa wa serikali. Uhusiano wa Rigathi Gachagua na Kuria Kanyegi ulishia kwa kukosana pale wawili hao walipolumbana kuhusu makubaliano ya biashara waliokuwa wanafanya kufeli. Katika mkutano wa kisiasa waliouweka wapinzani wa KANU mjini Limuru Jumapili moja, DO Geoffrey Gachagua alipandwa na hasira wakati afisa wa polisi alisita baada ya kuamrishwa awarushie wanasiasa hao vitoza machozi jukwani. Gachagua alimwambia afisa huyo ampatie mkebe huo wa tear gas airushe yeye mwenyewe. Wakati mbunge Martin Shikuku alipoona hivyo, akatishia kumripoti Gachagua kwa Rais Daniel Moi. DO Gachagua hakutishika na akacheka akimwambia aende aseme. Katika uchaguzi wa 1991, Rigathi Gachagua alihusika kupeleka kundi la vijana wa KANU uwanjani wa ndege wa Jomo Kenyatta, ambapo kiongozi wa upinzani Kenneth Matiba alikuwa anatarajiwa kuwasili nchini. Matiba alikuwa anarudi Kenya baada ya kupokea matibabu ghaibuni, na njama ya serikali ya Moi ilikuwa kuweka kundi kubwa la wafuasi wa KANU kumdanganya Matiba kuwa alikuwa na uungwaji mkono wa watu wengi zaidi. Hatua hii ililenga kuleta mgawanyiko kati ya Kenneth Matiba na vigogo wenzake wa chama cha Ford ili Rais Daniel Moi aweze kushinda kura ya urais wa 1991 dhidi ya Matiba, Jaramogi Odinga na Mwai Kibaki. Huko Mlima Kenya, kundi la wakuu wa kata ama madio alilohusika nalo Rigathi Gachagua lilitumika kusambaza vipeperushi vya kuwachanganya wapiga kura waliounga mkono Mwai Kibaki ambaye alikuwa wa chama cha Democratic Party na Kenneth Matiba wa chama cha Ford asili. Katika ngome za Mwai Kibaki huko Othaya, Nyeri, vipeperushi vilisambazwa usiku vikidai eti Mwai Kibaki alikuwa amejiondoa kutoka kwa kinyang'anyiro hicho cha urais na kumwachia Kenneth Matiba. Katika ngome za Matiba huko Murang'a, vipeperushi hivyo vikawa vinadai ni Kenneth Matiba aliyekuwa amejitoa kwa mbio hizo kumuunga mkono Mwai Kibaki. Profesa Philip Mbithi, mkuu wa chuo kikuu cha Nairobi, alipokea simu ya ghafla asubuhi moja ya mwezi Novemba 1991. Aliyempigia simu alikuwa Rais Daniel Arap Moi na alimtaka awache kazi yake kama Vice Chancellor wa chuo hicho kikuu cha Nairobi aingie serikalini. Rais Daniel Moi alikuwa amemteua Profesa Mbithi kuwa msimamizi wa utumishi wa umma serikalini, yani Head of Civil Service, na katibu wa baraza la mawaziri, yani Secretary to the Cabinet. Profesa Mbithi aliambiwa na rais angekuwa na mamlaka ya juu na angepokea amri zake zote moja kwa moja kutoka kwa Rais Daniel Moi mwenyewe. Hata mawaziri wa serikali walitakiwa kumzuru ofisini mwake kufanya mikutano, wala sio yeye kuwatembelea. Profesa Mbithi alipoanza kukusanya timu ya kufanya kazi katika ofisi yake mpya, DO Geoffrey Rigathi Gachagua alikuwa mmoja wao. Urafiki wao kutoka chuo kikuu cha Nairobi pamoja na umahiri wa Gachagua kama mtumishi wa serikali ukamfanya Philip Mbithi kumpa kazi kama msaidizi wake binafsi. Siku ambayo Profesa Philip Mbithi alipigwa kalamu kama mkuu wa utumishi wa umma, Rigathi Gachagua alikuwa ofisini akifanya kazi yake ya msaidizi wa kibinafsi. Ilikuwa inaelekea mwisho wa mwaka wa 1994 na kama Gachagua alivyoambia gazeti la Nation baadaye, Profesa Mbithi pia hakutarajia kuondolewa na Moi. Basi Philip Mbithi alipoitwa kumuona Rais Moi ikulu ya Nairobi, hakuna aliyeshuku matatizo. Moi alimtaka profesa huyo kumsaidia kufanya mabadiliko katika baraza lake la mawaziri na Profesa Mbithi akapendekeza baadhi ya mawaziri waondolewe. Baada ya mkutano huo, alirudi ofisini na kumjulisha Gachagua na wengine waliomfanyia kazi kuhusu mabadiliko hayo.
Wafanyikazi wa Profesa Philip Mbithi walikaa ofisini pamoja naye wakisubiri tangazo la mabadiliko ya baraza la mawaziri yatangazwe katika taarifa za saa moja, lakini hilo halikufanyika. Badala yake, tangazo lililotolewa ni kuwa Philip Mbithi alikuwa ameondolewa kutoka kuwa mkuu wa utumishi wa umma na katibu wa bunge na akateuliwa kwa cheo cha chini kuwa katibu mkuu wa Muungano wa Afrika Mashariki, East African Community. Uamuzi wa Rais Moi ulimshtua na kumghadhabisha zaidi Profesa Mbithi, ambaye alikataa kuchukua uteuzi wake mpya kama katibu mkuu wa East African Community. Profesa Mbithi alipojaribu kupiga simu yake ya moja kwa moja aliyozoea kuzungumza nayo na Rais Moi, simu hiyo ilichukuliwa na mfanyikazi wa duka la mapambo katika moja ya soko za Nairobi. Baadaye msaidizi wake Rigathi Gachagua alimfuata Profesa Mbithi nyumbani kwake eneo la Muthaiga na kujaribu kumrai asikatae uteuzi aliopewa na Daniel Moi. Badala ya kuchukua ushauri wa Gachagua, Profesa Philip Mbithi alikuwa amekasirika na aliamua kuandika barua kwa Rais Daniel Moi Ikuluni akilalamikia hatua ya kumuondoa kama mkuu wa utumishi wa umma. Alipoandika barua hiyo, Profesa Mbithi alishtukia ametimuliwa kutoka kwa nyumba yake ya Muthaiga na ikafungwa na serikali. Kilichofuata ni wote waliomfanyia kazi katika ofisi ya mkuu wa utumishi wa umma walipigwa kalamu ama kuhamishwa kufanya kazi sehemu za mbali na Nairobi. Mmoja wao alikuwa Rigathi Gachagua, ambaye alipangiwa kuhamishwa aende ahudumu mkoa wa Jangwani wa Northeastern. Kwa kuwa Rigathi Gachagua alikuwa na marafiki wengine wenye nguvu hata zaidi ya Profesa Mbithi serikalini, alifaulu kushawishi maafisa wa Daniel Moi wasimtupe mbali na Nairobi. Kwa ushahidi wake, Gachagua anasisitiza alizungumza na Rais Moi mwenyewe kuhusu uhamisho wake wa kwenda Northeastern Province. Basi mwaka wa 1995 alipandishwa cheo kutoka District Officer number 3 na akawa District Officer 2, kisha akahamishwa na kuwa DO katika wilaya ya Magharibi ya Kakamega, kata ya Mumias, ambapo alisalia hadi 1997. Maeneo mengine aliyotumwa Rigathi Gachagua kuwa DO ni Laikipia, Wajir, Turkana na Kirinyaga, huku cheo chake kikipanda hadi akawa District Officer 1, cheo cha juu zaidi walichopewa wakuu wa kata enzi hizo. Alipohutumiwa kwa kutozuia mauaji ya Wakikuyu eneo la Molo, kaunti ya Nakuru baada ya uchaguzi wa 1991, Gachagua alijitetea akisema hakuwahi kuwa District Officer katika eneo hilo la Molo. Kupitia urafiki wake aliodumisha na mwanasiasa wa Kiambu Kuria Kanyigi, Rigathi Gachagua alifaulu kupata uhamisho tena na akatumwa kurudi Kiambu kama DO. Kata aliyotumwa kusimamia ilikuwa kata ya Tigoni na inasemekana ilitengenezwa upya kabla ya Gachagua kuteuliwa kama DO wake, na bwana Kuria Kanyigi aliaminika kuhusika kutengeneza kata hiyo. Swala hili liliwahi kulalamikiwa bungeni na aliyekuwa mbunge wa Limuru George Nyanja, ambaye mikutano yake ya upinzani ilizoea kuharibiwa na DO Geoffrey Rigathi Gachagua. Kituo cha mwisho ambacho Gachagua alihudumu kama DO ni kata ya Ngarwa, wilaya ya Laikipia. Ilipofika 1999, Gachagua aliacha kazi hiyo na kuingilia biashara ya kibinafsi. Mwaka wa 2000, Rigathi Gachagua alirudi katika ulingo wa siasa, wakati huu kama msaidizi wa karibu ama personal assistant wa Uhuru Kenyatta. Uhuru Muigai Kenyatta alikuwa amerudi katika siasa baada ya kupoteza uchaguzi wa ubunge Gatundu 1997 kwa mshindani wake Moses Moyia. Kufikia mwisho wa karne hiyo ya 1990s, Rais Daniel Moi alikuwa amemteua Uhuru Kenyatta kurudi bungeni na kuchukua uteuzi wa nominated MP wa mtu aliyeitwa Makto, mwandani wa William Ruto. Wakati Rais Daniel Moi aliweka wazi kuwa Uhuru Muigai Kenyatta angeingia debeni kutafuta urais kwa tiketi ya KANU mwaka wa 2002, ikawa kazi ya Rigathi Gachagua kuhakikisha bwana Kenyatta angepiga kampeni bora mashinani. Siasa za mashinani ilikuwa moja ya tajriba kubwa ya Rigathi Gachagua wakati huo. Miaka mingi baadaye, wakati wawili hao walipokosana, Gachagua alisema hadharani kuwa alimchukua Uhuru Kenyatta kutoka kwa baa na kumrudisha kwa siasa. Matamshi haya yalionekana ya kumdhalilisha Uhuru Kenyatta, lakini Gachagua mwenyewe amekiri awali kuwa alikuwa mlevi kupindukia na alikuwa na sifa ya kunywa zaidi ya chupa 30 za bia kabla ya mkewe ambaye ni mhubiri kumlazimisha kubadilisha maisha yake. Zaidi, Gachagua alieleza wanahabari kuwa Uhuru Kenyatta alikuwa bila tajriba tosha ya kisiasa na Gachagua kama PA wake aliishia kumfundisha mengi kuhusu kampeni na uongozi wa mashinani na ule wa urais. Mwingine aliyesimama kando ya Uhuru Kenyatta katika kampeni ya 2002 alikuwa mbunge wa Eldoret North na mmoja wa vijana viongozi wa KANU William Ruto.
Ni katika harakati hizi ambapo Rigathi Gachagua alijenga msingi wa urafiki na Uhuru Kenyatta na William Ruto. Wakati Mwai Kibaki alitangazwa kuwa mshindi wa urais baada ya kura ya Disemba 2002, Geoffrey Rigathi Gachagua, ambaye sasa alikuwa ameacha kabisa kutumia jina Geoffrey, anasema hakuna kati ya kambi yao aliyetarajia kuwa Rais Daniel Moi angekubali kumwachia Mwai Kibaki uongozi na mamlaka na kuacha kikaragosi wake Uhuru Kenyatta ashindwe. Hata hivyo, ilipoonekana wazi kuwa Moi hakuwa na nia ya kuiba ushindi wa Kibaki na kumpatia Uhuru, kijana huyo wa mzee mwanzilishi Jomo Kenyatta aliamua kutoa hotuba ya kukubali kushindwa, yani concession speech. Hata baada ya kukosana, Rigathi Gachagua alitaja uamuzi huo wa Uhuru Kenyatta wa kukubali kushindwa kama hatua iliyokuwa ya busara zaidi na ambayo ilizuia machafuko na umwagikaji wa damu ya kikabila nchini Kenya. Uhuru Kenyatta alizoa kura milioni 3.6 katika uchaguzi huo. Zaidi, Gachagua alisimulia jinsi alilazimika kusuluhisha mizozo kati ya Uhuru Kenyatta na William Ruto wakati wawili hao walitofautiana kuhusu kuunga mkono Kibaki ama Raila Odinga katika kura ya uchaguzi ya urais ya 2007. Baada ya KANU kuungana na Raila Odinga na Kalonzo Musyoka na mwingine kupinga katiba mpya iliyopendekezwa mwaka wa 2005, William Ruto alitaka kusalia chini ya muungano wa Orange Democratic Movement na Raila Odinga badala ya kuunga mkono Kibaki apate awamu ya pili kama rais. Uhuru Kenyatta naye alikuwa mwenyekiti wa KANU, kiongozi wa upinzani na waziri wa serikali za mitaa, na akarudisha chama chake kwa serikali tayari kusema Kibaki tosha debeni. Ifikapo Disemba 2007, Rigathi Gachagua aliacha kuwa personal assistant wa Uhuru Kenyatta mwaka wa 2006. Rigathi Gachagua alipoulizwa na mwanahabari wa gazeti la Daily Nation kuhusu sababu yake ya kuacha kazi ya kumsaidia Uhuru Kenyatta kisiasa, alijibu kuwa kazi yake kama PA wa Uhuru iliisha baada ya Uhuru kushindwa debeni na kukosa kurudi kutafuta kiti hicho tena. Basi Gachagua aliingilia biashara katika kampuni yake ya Rido Group of Companies aliyokuwa ameianzisha baada ya kuondokea utumishi wa umma mwaka wa 2000. Katika kipindi cha kati ya 2006 na 2017, Rigathi Gachagua alidumisha urafiki wa karibu na Uhuru Kenyatta na hata akawa mshauri wake wa karibu wakati wa kampeni za urais za 2013 ambapo Uhuru na Ruto walichaguliwa. Ilipofika 2017, ndugu yake Rigathi aliyekuwa gavana wa Nyeri, Bwana Nderito, akaaga dunia na Rigathi naye akawa ameingilia siasa tena, wakati huu akichaguliwa kama mbunge wa eneo bunge alikozaliwa la Mathira. Kama mbunge, Rigathi Gachagua alisalia kama mmoja wa wabunge walioitetea sana serikali ya Uhuru Kenyatta na William Ruto. Wakati Uhuru Kenyatta alifanya makubaliano ya handshake na Raila Odinga mwezi Machi 2018, William Ruto akaanza kujitenga na serikali na uhasama wa Uhuru Ruto ukawekwa wazi kwa Wakenya. Rigathi Gachagua aliongoza wabunge kutoka Mlima Kenya ambao walichagua kumuunga mkono Ruto katika vita baridi kati yake na Rais Uhuru Kenyatta. Baada ya kujitenga na Rais Uhuru Kenyatta, kesi kadhaa za ufisadi dhidi yake mbunge huyo wa Mathira zikaanza kufunguliwa na serikali ya Uhuru Kenyatta. Kesi hizi zilimpa Gachagua umaarufu mpya kati ya vyombo vya habari na kufikia mwaka wa 2020 alikuwa mmoja wa wanasiasa wakubwa zaidi katika mrengo wa naibu rais William Ruto. Mwanahabari mmoja alipomuuliza Gachagua kuhusu mara ya mwisho aliyoongea na Rais Uhuru Kenyatta, Gachagua alijibu kuwa ilikuwa mwaka wa 2019. Katika mazungumzo yao ya mwisho, Gachagua anasema alimuuliza rais iwapo alikuwa na tatizo na yeye kumuunga mkono William Ruto, na Rais Uhuru Kenyatta akamjibu kuwa hakuwa na shida yoyote. Miezi michache kabla ya uchaguzi wa 2022 ambapo Rais Uhuru Kenyatta aliunga mkono Raila Odinga, William Ruto alianza kutafuta mgombea mwenza wa kuingia naye debeni mwezi Agosti dhidi ya Raila Odinga. Alihitaji kigogo wa kisiasa kutoka Mlima Kenya ili aweze kupata kura hiyo ambayo mshindani wake pia aliimezea mate. Waliojipendekeza walikuwa Profesa Kithure Kindiki wa Tharaka Nithi, gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru, mbunge wa Kandara Alice Wahome, spika wa bunge la kitaifa Justin Muturi kutoka Embu na Rigathi Gachagua, mbunge wa Mathira. Kutokana na hulka yake ya kushambulia wapinzani wake kwa maneno bila uoga wala huruma, wengi ndani na nje ya kambi ya Ruto walionelea kuwa Gachagua hangekuwa chaguo bora la naibu rais. Hata hivyo, Ruto, Gachagua na wapiga kura hawakuona hivyo, na ilipofika kuchagua kati ya Gachagua na Profesa Kindiki, Gachagua akapewa tiketi hiyo ya mgombea mwenza. Wachambuzi wengi wa kisiasa nchini Kenya walitoa sababu kadhalika kuhusu uteuzi wa Gachagua kuwa naibu rais,
mara nyingi wakikosa kukubaliana kuhusu uwezo wa kisiasa wa kiongozi huyo aliona ndani ya Gachagua. Kwa mfano, licha ya mbinu zake za kuzungumza kukosolewa na wengi kama mbinu za kiolelaolela, katika mjadala wa debate wa malumbano wa manaibu rais uliofanyika kati yake na Martha Karua, Gachagua alijionyesha kuwa mwenye umahiri mkubwa wa kuzungumza na kumshinda Karua katika malumbano hayo. Wengine waliamini kuwa kutokana na urafiki wake wa awali na Rais Uhuru Kenyatta, Ruto alimchukua Gachagua kuwa naibu wake ili awe na mtu wa kumshauri kuhusu jinsi Uhuru alifikiria kisiasa. Pendekezo lingine linahusu utajiri mkubwa aliokuwa nao Rigathi Gachagua wakati huo wa kura ya 2022. Kabla ya uchaguzi mkuu wa Agosti 9, shilingi milioni 200 za Rigathi Gachagua zilikuwa zimezuiliwa katika benki na serikali ya Uhuru Kenyatta kwa madai kuwa pesa hizo zilikuwa pesa za wizi. Zaidi, Rigathi Gachagua mwenyewe alikamatwa na polisi kwa muda mfupi kuhusiana na madai ya ufisadi dhidi yake. Yote haya aliyataja kama manyanyaso kwa kuunga mkono William Ruto katika azma yake ya urais. Utajiri mkubwa alioishia kuwa nao Rigathi Gachagua ulitokana na biashara za kampuni zake nyingi alizoanza mwaka wa 2000. Kwa ushirikiano na mkewe Pastor Dorcas, Rigathi Gachagua anamiliki kampuni 15 chini ya mwavuli wa kampuni yake ya Rido Group of Companies. Kampuni za Gachagua zinahusishwa na kufanya kazi na serikali kwa kupokea tenda za wizara mbalimbali, hasa katika sekta za afya na kilimo. Alipoapishwa kama naibu rais wa pili chini ya katiba ya 2010, Gachagua alianza kumshambulia Rais Uhuru Kenyatta hadharani, akimkosoa kwa kuzidi kuhusika na siasa za upinzani hata baada ya kustaafu. Isitoshe, Gachagua alimtaja mama yake Rais Uhuru Kenyatta, Mama Ngina Kenyatta, kama mtu aliyenyakua ardhi na shamba nyingi za wanamaumau na kumtaka mama huyo arudishe ardhi hiyo kwa maskini walionyang'anywa. Malumbano kati ya Rigathi Gachagua na familia ya Uhuru Kenyatta yaliendelea kujitokeza hadharani hadi pale tofauti zilipoanza kutokea kati yake na kambi ya Rais William Ruto. Kuanzia mwezi Mei 2024, Rigathi Gachagua alijitokeza kusema kuwa baadhi ya viongozi wa Bonde la Ufa waliokuwa karibu na Rais William Ruto walikuwa na njama ya kumtenganisha na Rais Ruto. Hatimaye mambo yalipozidi kuenda segemnege katika kambi ya chama tawala cha UDA, naibu Rais Gachagua aliomba msamaha kwa Mama Ngina kwa matamshi yake ya awali kuhusu shamba, na hukupita muda mrefu baada ya hapa, Gachagua akatokea wazi kusema kuwa alikuwa tayari kusameheana na kurudisha urafiki wa kisiasa na Rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Kama kiongozi wa Mlima Kenya mwenye cheo cha juu zaidi katika serikali ya William Ruto, Geoffrey Rigathi Gachagua anatarajiwa kuwania urais wa Kenya katika kura ijayo iwapo uhusiano wake na Rais William Ruto utazidi kuzorota. Iwapo wawili hao watasalia kuwa marafiki, Ruto anatarajiwa kumuunga mkono Gachagua katika uchaguzi wa 2032, ambapo kijana huyo wa Madhira, mzaliwa wa wanavita wa Maumau, atajaribu kuwa rais wa Kenya. Rais wa Kenya. Rais wa Kenya. Rais